Bado upo? Karibu katika kipindi muhimu sana ambapo leo nitaangazia wahusika katika novela ya Mshale wa Matumaini, novela yake John Habwe. Wahusika katika kitabu chochote cha fasihi huwa ni viumbe au vitu vilivyotumika na mwandishi katika kujenga maudhui yake. Wahusika huwa ni wanyama, samaki, ndege, wadudu, miti au binadamu. Katika kitabu chetu cha Mshale wa Matumaini, John Habwe ambaye ni mjenzi na mwandishi wa kitabu hiki ametumia binadamu. Wakati tulikuwa tunaangazia tofauti iliyopo kati ya novela na riwaya, tulisema novela hubeba wahusika wachache. Na ni kweli, kwa sababu katika kitabu hiki kuna wahusika 6. Aina ya wahusika, kabla nikimbie kwa baadhi ya wahusika waliotumika katika kitabu hiki, kuna wahusika wakuu. Mhusika mkuu ni yule anayejenga maudhui kuanzia mwanzo wa kitabu hadi mwisho. Yeye hapati shida ama akatike katika kitabu, yeye humaliza kitabu. Halafu kuna wahusika wadogo ambao ni wahusika wanaokuja tu, wanaojitokeza kidogo na kumaliza, lakini mara mingi pia hawamalizi kazi ya fasihi. Nikimalizia, sitafanya yote. Kuna wahusika wajenzi ambao hujitokeza tu katika kitabu kusaidia wahusika wakuu ili wamalize maudhui yao. Lakini pia nenda uangalie, kuna baadhi ya aina nyingine wahusika. Kuna wahusika bapa mduara. Nenda angalia hao ni wahusika gani. Katika kitabu chetu mhusika mkuu ni Zingo. Zingo anabeba maudhui kuanzia mwanzo wa kitabu hadi mwisho wa kitabu. Mhusika wa pili, tutamjuaje sifa za huyu mhusika? Zingo ni mwenye heshima, anawaheshimu wazazi wake, anawaheshimu rafiki zake kila mahali anakokwenda. Zingo pia ni mtiifu, anatii maagizo ya wazazi wake. Zingo pia ni mwenye bidii, anasoma hadi kufuzu kwenda kusomea ughaibuni. Pia Zingo tunaweza sema ni mwenye msamaha. Wakati anafaulu mtihani wake, anamkumbuka baba yake, licha ya kwamba baba yake ndiye aliyewatia katika shida hiyo. Analalamikia kwamba laiti baba yake angekuwepo, afurahie na kufurahia matokeo yake. Pia Zingo ni mwenye kushukuru,